Katika maneno ya Mungu. Jumatano na kushauri tena. Jumatano fika. Ni Jumapili, ni Jumatano ya machozi. Ikisha kamatika hii. Jumapili, mwezi wa 5, mwezi wa 4 tarehe 5 tutakuwa na harusi itakayofanyika pale Bumbuli. Nitaisajili mimi mwenyewe kanisa la FPCT. Vijana wetu ndoa itafungiwa Bumbuli. Tarehe 5 mwezi wa 4 tunaanza tangazo. Sema amen. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Kijana wetu Daniel pamoja na Paulina ambao ndio fundo hii. Harusi itafungiwa Bumbuli pale. Na nitakuwepo nikisajili mwenyewe ndoa hiyo. Kwa hiyo tutajiandaa tukuatia moyo na kuja kuwapokea watakaporudi. Amen. Matangazo mengine nitatangaza baada ya neno la Mungu. Twende katika neno la Mungu kwa muda huu. Watu wa Mungu, Jumapili, Jumatano mliokuepo, Jumatano mlikuwa na maombi hoja na mama yenu wajasiriamali wote. Na ni mipango ambayo tumepanga na mama yenu kwa mwezi tutakuwa tunafanya maombi na wajasiriamali wote. Tutakuwa na maombi na watumishi wa serikali wote. Kwa wewe ambaye uko serikalini tutafanya maombi baada ya ibada. Wewe ukitoka utabaki. Nataka Mungu mwaminifu aonekane katika maisha yenu. Vikwazo vyovyote nataka visiwepo. Sababu zozote zisiwepo. Namna yote isiwepo. Nataka muone Mungu aliyekuweka serikalini. Kufa serikalini hatukutaki. Ufanye kazi ustafu. Na tutaomba Mungu kupe neema ujenge nyumba mapema kabla kustafu. Uwe na miradi ukiwa serikalini. Na miradi stawi. Nataka tujifunze kwa dakika hizi. Nina mengi kwa sababu muda mrefu sijasimama madhabahuni na nyie. Lakini nataka tujifunze somo hili. Lina vipengele kadhaa. Leo tutakwenda kwa kipengele kimoja. Unaweza kuandika vitu ambavyo unapaswa kutumia vizuri. Maana viko vingi. Leo tutaangalia kimoja. Vitu ambavyo unapaswa kutumia vizuri katika maisha yako ya kimwili na kiroho. Hivyo vitu. Vitu ambavyo unapaswa kutumia vizuri tukiwa hapa duniani. Amen. Vipo vitu kama kadhaa kama vitano, lakini tutakwenda kuangalia kila Jumapili tutakwenda kuangalia kimoja wapo katika vitu. Leo tuangalie kimoja. Leo cha kwanza kabisa ambavyo unapaswa kutumia vizuri sana chini ya jua. Sema muda. Sema tena muda. Sema wakati. Amen. Muda. Kwenye mabano andika wakati. Hivi ni vitu viwili. Leo nataka tukaangalie kitu kinachoitwa muda. Muda. Vipo vitu kadhaa ambavyo tutajifunza huko mbeleni ambavyo vitakusaidia katika maisha yako ya kiroho utastawi. Vitu ambavyo vitakustawisha kiroho na kimwili. Kimoja wapo ni muda. Ili ustawi kiroho, ili ustawi kimwili, muda utumie vizuri sana. Tuko pamoja? Kama unataka kustawi kiroho, kama unataka kustawi kimwili, muda, wakati Mungu aliyekupa. Tuangalie katika Mhubiri mlango wa 3 mstari wa kwanza. Mhubiri 3:1 unaweza kunisomea binti yangu pale. Mhubiri 3 mstari wa kwanza. Chukua maiki. Mhubiri 3 mstari wa kwanza. Kama umepata soma.
Bado hujapata maiki ujaneni? Wacha nisome mimi. Mhubiri 3:1 anasema kwa kila jambo kuna majira yake, kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Na wakati kwa kila kusudi chini ya nini? Ya mbingu. Tumepewa majira, yani tumepewa muda. Kila jambo lina wakati. Sasa haya mengine huku chini kuendelea tuyaache haya. Nilikuwa nataka mstari mmoja tu. Kwa kila jambo kuna majira. Kwa kila jambo kuna majira na wakati. Sasa basi, Mungu ametupa muda wa masaa 24. Siku ni masaa 24, sio masaa 12. Masaa 24 haya Mungu amempa mtu mwenye jina kubwa duniani, mwenye jina dogo duniani. Haya masaa 24 Mungu amempa mtu aliyoko kijijini ndani, aliyoko mjini center. Haya masaa 24 Mungu amempa aliyeolewa, asiolewa. Haya masaa 24 Mungu amempa kijana, amempa binti. Haya masaa 24 Mungu amempa mtoto wetu yule anayenyonya na asiyenyonya. Masaa 24. Bora hata ameshazaliwa, amempa masaa 24. Haya masaa 24 atayatumiaje? Kwa faida ya kiroho astawi. Atayatumiaje? Kwa faida ya mwilini astawi. Usawi wako uko ndani ya masaa 24. Una sekunde ziko hapo, kuna dakika ziko hapo, kuna masaa yako hapo, utatumiaje? Sasa haya ukielewa ni utastawi vizuri. Ndio maana akasema vitu ambavyo unapaswa kutumia vizuri katika maisha kiroho na kimwili, moja wapo ni muda. Tumeokoka, ni watu wa rohoni, lakini Mungu ametupa muda kama watu wengine ambao si wa rohoni, ambaye hajaokoka kapoa masaa 24 hayo. Yeye kapoa masaa 24, atastawi vipi kimwili? Wewe una cha ziada, utastawi vipi kiroho? Yani haya masaa 24 Mungu amewapa watu wote kwa uaminifu kabisa, lakini wewe na mimi tuna vitu vya ziada. Cha ziada ni tastawi vipi kiroho? Kama ambavyo ninatumia bidii na masaa niliyopewa kustawi kimwili, je, kiroho nitastawi vipi? Nitatumiaje? Tuko pamoja na Mungu. Sasa basi, kanuni ya kutumia muda vizuri ni lazima ujue majira ya kila jambo. Ili uweze kutumia kanuni hii ya kustawi, unapaswa kujua majira ya kila jambo. Lina majira yake kila jambo. Ukielewa hapo tutakuwa salama. Kila jambo lina majira yake. Au nyakati zake. Kwa mfano, kuna nyakati za utoto. Hawa sasa hivi wako nyakati hizi. Tulikuwa huku ambapo wewe ni kushoto kwako, tulikuwa nyakati hizi, tulikuwa nazo hizo, tumetembea nazo, tumeshazivuka zile. Hatuwezi kurudi tena kule kwa watoto wetu, na hatutarudi. Tukapiga hatua nyingine, hatua ya ujana. Ni mimi nimeita hatua ya pili. Hatua ya kwanza tumetoka kule, tumekuwa na nyakati na muda ule, tukautumia ule. Sasa leo na ndio tunakuwa tuko makini na watoto wetu hawa, kwamba huu muda wao ambao wanao ni muda mzuri sana wa kuwekeza katika sekta moja inaitwa sekta ya elimu. Tunakuwa bidii makini, kwa sababu ikisha pita pale ameshapita. Tuko pamoja? Na ndio maana tunaombea sana, tunaotia moyo kwamba kisha pita hapa, kwamba haki ya mtoto ni elimu kwa kingine,
na mengineo pale, yale anywe na nini na kadhalika, asijute basi hata akienda shule na kadhalika. Ndio cha msingi kwenye akili za wazazi, apite pale. Baada ya kupita akisema tunaruka tap, huyu ni kijana. Kama kijana unatumiaje muda wako? Watumiaje? Wewe ni kijana, unatumiaje muda wako? Kuna mtu mmoja sasa hivi ni marehemu, kwa nyimbo zake zilizokuwa na busara kabla hajaokoka, alipata neema ya kutunga nyimbo za kuelimisha jamii. Anaitwa Lemi Ongala. Akaimba wimbo huu: ujana maji ya moto, ujana maji ya moto, ujana. Enyi vijana msiwachezee wazee, kwa sababu na wewe utapoa. Kwamba kijana ni maji ya moto, anajua hata nzi hata tua, lakini kuna wakati yale maji ya kuya nje pembeni mwa jiko yatapoa tu. Kwa nyinyi vijana msiwachezee hapa, na wewe utapoa. Alitunga wimbo ule kwa sababu ulikuwa ni wimbo wa kuelimisha jamii, kwamba kijana anapokuepo chini ya jua kwamba chakalika, lakini kuna wakati maji yatapoa. Kwamba je, ujana wako unautumiaje sasa hivi? Unawekaje kwamba kuna wakati uko mbele? Muda wangu nautumiaje huu? Nautumia vizuri na utumia vibaya? Umeokoka, lakini hatuko mbinguni, tuko duniani. Kama uko duniani, unapaswa kujua hapa duniani fanyeje. Mimi kama kijana, yani kijana anachukua jumla, wewe ni binti, yani uko jumla, wewe ni kijana wa kiume wa kike, na utumiaje muda wangu leo? Kwa sababu kuna muda mwingine uko mbele. Hatuoni muda wa kufa, tunaona muda wa mbele kule. Huu muda wa mbeleni na utumiaje? Ni kwa sasa hivi mimi nina nguvu. Tuko sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu kingine, nimesema utoto, nimesema nyakati za ujana, kuna nyakati wa uzee wa makamu. Ukitoka pale ruka uzee wa makamu, kwamba kuna uzee wa makamu. Je, huu uzee wa makamu unautumiaje? Baada uzee wa makamu nikaweka kitu kingine, ya kwamba kuna uzee kabisa. Yani uzee wa makamu kuna uzee kabisa. Leo uzee kabisa anaochukuliaje? Tuna bibi shangali ana uzee kabisa, hawezi kuja badani. Nani ana hamu ya kuja badani? Viungo vinagoma, uwezo wa kusikia hana, kumbukumbu zinaanza kupotea, uwezo wa kukaa muda mrefu hana, ngozi yake imeshapoteza uwezo wa kutunza joto. Baridi kidogo dakika 5 anasikia baridi, ajifiche kwenye mabrangeti kwa sababu ya uzee. Amepita katika hizi hatua, kwamba tuko hapa tuoni kifo, tunaona uzee. Ndio maana Jumatano mama aliwaambia wajasiriamali kwamba tunataka unapofika uzee sana uwe unaishi kwako, usiishi nyumba kupanga, katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu uzee sana una raha ukiwa kwako, sio nyumba kupanga. Uzee sana una raha ukiwa unakaa kwako, sio nyumba kupanga. Uzee sana. Maana wakati huo sasa wewe ushakuwa bibi, ushakuwa babu. Bibi, babu. Utasaidiwa na watu 2 au 1. Uko hapo. Sasa kama kuna uzee sana, huu muda ambao Mungu kakupa unautumiaje? Wewe kijana. Amen. Lakini bado katika mambo ya kiroho, kuna muda uwezo wa kusoma Biblia hautakuwepo. Utatumia maandiko roho ya hifadhi ndani ya ubongo wako.
Kuna muda hutaweza kuomba, kutamka maneno dakika 5 hutaweza. Itabidi utumie nguvu ya maombi Roho yaweka ndani yako. Na ndio maana kipindi hiki, ili uweze kustawi kimwili, uweze kustawi kiroho, tumia muda sana vizuri. Kuna wakati hutaweza kuomba ndani ya saa zima, hutaweza. Yaani umri unagoma. Ukipiga magoti, mwili wenyewe unaharaka, unaleta uchovu, una usingizi, unalala, unakoroma. Lakini ukisema amina, unashangaa nguvu zimekushukia. Umri huo pia unakuja. Sasa huo wakati utatumia nini? Kama hujatumia muda vizuri leo, kuna muda utatamani kurukaruka. Naonaga hawa wakina bibi Suzana, wakina bibi Loti, hawa wakina Machange, hawataambiwa acheni kwaya. Kuna wakati umri utagoma, watakaa. Na nyinyi mnaorukaruka, kuna wakati hamtaweza, mtakaa. Wale kule watashika nafasi. Tuko pamoja? Na ndio maana muda ambao Mungu amekupa tumia vizuri sana. Ni una mambo mengi. Nitakupa vitu vingine kumbeleni. Kwa hiyo unapotumia vizuri utastawi. Na ndio maana leo kashindwa kutumia muda wako vizuri kwa ajili ya mambo yako binafsi. Tunataka kuangalia kule na mambo ya Mungu. Mungu anakushangaa. Kwa nini utumii muda? Muda wako umebeba vitu vingi pale ndani. Amen. Baba yenu mnaweza mkona mara nyingi sana, acheni nitumie huu muda, kwa sababu leo mnamfahamu Injilisti George Banali. Nilimleta miaka 3 iliyopita. George Banali ndio baba zetu wa kiimani, miaka hiyo ndio injilisti wakubwa kitaifa. Leo ndio tumevaa viatu vyao. Banali amezeeka leo, hawezi kuona. Hawezi kabisa. Yaani kazeeka macho. Ina uzee una tabia mbaya. Uzee unapoingia unachagua kiungo unachotaka. Hauingii tu moja kwa moja katika mwili wako, unachagua kiungo kimoja wapo. Pap. Ukimuuliza mzee Mbiru, atakwambia kwenye mwili wake wenye viungo vingi kuna kiungo kimoja kimeshapigwa hodi na uzee. Ni siri yake. Lakini ukimaliza atakwambia. Tuko sawa? Hayo maswali muulize mzee. Atakwambia. Kuna mzee mmoja sasa hivi ni marehemu. Nikampa lifti mjini kule, nikafika kwake, anambia, "Baba Shetuli, samani, nataka nikuulize swali." Nikamwambia, "Niulize mzee." "Mimi naumwa." "Unaumwa?" "Yaani mimi naumwa uzee. Nipate dawa gani ili nisiumwe huu maumivu ya kizee?" Nikatulia, nikaona hili swali gumu ila jepesi. Nikamwambia, "Mzee, nikifika umri wako nitakupa majibu. Niache fika umri wako. Kwa sababu mimi si ugui uzee. Na kuelezaje dawa ya kutibu uzee? Nikifika umri wako nitakupa majibu. Maana nitajua uzee una maumivu gani." Lakini kafa. Sijafika huko. Angevuta angefika miaka ile ningempa majibu. Tuko pamoja? Kwa hiyo kumbe uzee nao una maumivu yake. Tukauliza wazee watatupa majibu. Sasa Banali uzee wake umekimbia kwenye macho. Kwa leo haoni. Kwa yupo tu nyumbani. Haoni. Ndio uzee umepiga hodi kule. Tuko pamoja? Lakini enzi wakati uzee hujapiga hodi kwenye macho, alitumia muda wake vizuri sana yule baba. Sana. Aliutumia kwa uaminifu kabisa. Kwa hiyo Mungu anapokupa muda huu, wewe utumieni. Baba yenu amenipa neema ya injilisti. Na mimi siombagi mikutano, siombagi semina. Unapoona mnaposikia baba kaenda kule, nyinyi mkomba baba anatumia muda vizuri, sema haleluya tena. Kuna wakati nitatamani sitaweza, maana wakati upo. Na wakati unaongea, na wakati unakuja. Na wakati ukimbiwi, maana tupo chini, hatuwezi kukimbia wakati. Tulitoka kule, leo uko ulivyo. Tulitoka kwenye kundi la huku kulia kwangu,
tulikuwepo. Leo tuko kwenye kundi la huku. Sasa huu ni muda na wakati unaotumiaje? Na kila kitu chini ya jua kinatumika kwa wakati. Kila kitu kinatumika kwa wakati. Yaani kila kitu ambacho unacho mbele yako kinatumika kwa wakati. Unafua kwa wakati, unoga kwa wakati, unakula kwa wakati, unalala kwa wakati, unaamka kwa wakati. Hata pia kuongea kwa wakati. Sio ongee tu. Kuna wakati wa kuongea, kuna wakati wa kutokuongea. Ukichambua Biblia vizuri, kuna wakati Yesu aliulizwa maswali, kuna wakati alijibu, kuna wakati hajajibu. Usijifanye fundo wa kujibu maswali. Hata kama majibu unayo, nyamaza kimya. Tuko pamoja tu Mungu. Nataka niwape siri wa baba wenzangu. Mke wako kila swali umjibu, umepoteza mwelekeo. Maswali mengine usimjibu. Aongee, mwangalie tu. Mbona unijibu? Nyamaza kimya. Tuko sawa? Rafiki yangu mpo hapo? Narudia tena. Mama yenu yuko pale. Sio kila jibu mpe mkeo. Aongee, nijibu, msikilize, mwangalie, nimekuelewa. Nipe jibu, ambaye nishamaliza. Usimpe jibu hata kama unalo. Ukimpa mke wako majibu yote, umemkiuka Yesu. Wamama jipigieni makofi. Sawa? Narudia tena. Yesu hakutoa majibu yote, alikuwa nayo. Akaulizwa maswali, akanyamaza kimya. Wewe jeuri. Kimya. Lakini wengine alijibu. Kwa hiyo Yesu anatufundisha, yule ni baba, ni mwanamume wenzetu. Sio kila jibu. Wewe mwanamke lazima usimpe jibu. Nyamaza kimya. Ndio usimpe milele. Hata kama alie, mwachalie, ni afya. Sawa sawa? Tuko pamoja? Usitishwe na machozi ya mkeo, ni afya. Wamama mpo? Nipigeni makofi hata kama mtaki. Sema haleluya tena. Bwana asifiwe sana. Hizo ni kanuni. Kila jambo, hata leo nakasema kwamba hata kujibu ni wakati. Kuna wakati wa kutoa majibu, kuna wakati wa kutokutoa majibu. Hii ni kanuni katika Biblia. Amen. Lakini sasa ili majibu yote uyatoe, sikiliza ndani. Na ndio maana sikiliza, usipokuwa rohoni huwezi kujua kwenye kanuni. Roho Mtakatifu atakwambia hili usiseme. Ukilisema hilo jibu, badala ya kuleta amani, umepoteza amani. Ndani kagoma. Na ndio maana hata kama mnapata bahati kufundisha hapa kanisani, unapoona labda kuna mfano umeuandika kwenye Biblia yako, kwenye notebook yako, unataka kutoa ule mfano, ule ushuhuda, ukisikia ndani kuna goma, usiulazimishe. Ukiulazimisha utatukwaza. Sio wakati wake. Mwenye mbingu amekataa. Sio wakati wake. Tuko sawa sawa? Bwana asiwe sana. Lakini kitu kingine, kama ambavyo maandiko yanasema, kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kuvuna. Hani katika mhubiri kwamba kuna wakati wa kufanya jambo na kuna wakati wa kutokufanya. Kama mtu amepanda, lazima itamlazimisha atakwenda kutoa alichokipanda. Hiyo ni kanuni. Sasa basi, tumia wakati vizuri uliopewa na Mungu, ambao ni muda wako. Utumie vizuri. Efeso 5:16. Efeso 5:16 naelezea kwa habari ya kutumia muda. Kustawi katika mambo ya kimwili, kustawi katika mambo ya kiroho. Muda wako kutumia kizembe, utakuja juta baadaye. Leo na nguvu za kuchakarika kufanya biashara, tembea bila kujionea huruma. Na unapokuwa unafanya hivyo, tuko sawa sawa? Naposema swala kutumia muda, na ndio maana wote kanisa hili leo usiweke pesa yako ndani, peleka pesa benki. Wengine hamna uwezo wa kutunza hela. Mmeweka vibubu, mmejibia wenyewe, inabidi niongoze Saratoba, maana umekuwa mwizi wa mwenyewe. Kwa sababu unapokuwa unaingiza kibubu alafu katoa hela kabla wakati, wewe ni mwizi.
Ulisema mimi nitavunja baada ya mwaka mmoja, baada ya miezi miwili umechomoa hela, umejibia. Peleka hela benki. Tuko sawa sawa? Nenda mnataka nifungua akaunti yangu, akaunti hii ili hela yangu weka, shilingi 10,000 unaanza. Lazima ujifunze kuweka. Wacha nieleze kisa ambacho kilitokea kizizo sana ngeibika. Miaka ya nyuma tulikuwa tunaikaga sana pesa posta, mnakumbuka eh? Yaani kwa nguvu kubwa ni posta. Niko hapa Lushoto, nikaweka hela posta. Kipindi hicho alikuwa yuko ndugu yenu anaitwa Martin Baruti, sasa ni hayati. Nikaweka pesa zikafika kama shilingi kama shilingi 20,000 na kitu. Hela nyingi sana, kama zaidi ya 200,000 na kitu kwa sasa hivi. Ghafla nikapigwa simu, bibi yenu ambaye ni marehemu. Bwana, mama anaumwa. Nikaenda Tanga. Namfika mama yangu mzazi ameshapoteza kumbukumbu zote, ni mgonjwa wa kufa. Kumwangalia hivi najua huyu hamalizi siku 7 anakufa. Sasa kwa sababu najua kesi yake, nikamwangalia kaka yangu hana mwelekeo, nikamwangalia dada yangu hana mwelekeo, nikamfuata bibi. Nikamwambia bibi, huyu mwanao kwa hali hii akifa hapa, kwa sababu alishaachana na baba, lazima azikwe kwao alikozaliwa. Mzigo huu utaninukia mimi, nabeba mama yangu. Ndugu akasema utabijua mwenyewe kama unabeba ndo mama yako ni mzima. Wakasusa. Mimi nikaenda zangu posta, nikachukua 25 zangu mfukoni. Nikakodi Costa inaitwa Coco nini? Toto kangu kipindi kile. Shilingi 15,000 nimeikodi kutoka Tanga. Bonge la jamaa. Nikawabeba Wasambaa wote kwenye gari. Na mama pale mpaka vuga kule. Jamani hela. Nimechukua ile ilikuwa pale. Nikambeba mama yangu mpaka nyumbani kwao alikozaliwa. Nikamwambia mama taka hapa. Nikamlea pale. Ndani ya siku 7 tule mama kafa, tukaenda kumzika. Kama ningekuwa sina akiba, swala lile ingekwaje? Ingekuwa mali pagumu. Na ndio maana narudia tena, weka akiba. Kuna wakati utajua thamani wa akiba. Na kwa fundisho hili Jumapili inayokuja nitauliza wangapi imefungua benki, akiba benki. Mimi si agent wa benki, lakini lazima mkafungua account benki. Una kitambulisho cha NIDA tu, fungua account benki. Weka hela kule, usiweke nyumbani. Peleka hata 500 wanapokea. Tena uzuri unaenda kwa mawakala wakubwa tu. Ukishafungua bana na shilingi 1,000 yangu, hutaambao utawekaje kwenye akaunti yako hiyo. Kitendo cha kuona uvivu kutokwenda benki kutakuja kuelewa. Tuko pamoja? Ukikosa account benki maana yake maskini. Tumia nafasi vizuri. Kuna wakati unaongea. Leo kuna mambo ya dharura katika jamii. Kuna mambo ya msingi. Wewe unafikiri leo Paulo umezaa vitoto hivi, kuna mambo atakiwa shilingi 50 akafa, utaanza kutembea kila nyumba? Sawa? Fungua account benki. Tumia wakati vizuri. Sema haleluya tena. Tuko sawa sawa? Naongea kama baba anayekupenda. Hii pia ni elimu ya kiroho, tuko mbinguni. Sawa, tunaweka sadaka zetu hazina ya mtu ilipo na ndipo roho yake. Hiyo ni baada ya kuvua mwili huu. Lakini bado mwili tunao. Ufungua account benki. Utanielewa kwa baadaye. Sasa hivi una stress nyingi kwenye pochi yako akiba ambayo nayo hapa nikikupiga pekisheni shilingi 5,000. Kwani usipate stress? Kwa sababu ndani ya hizi kanuni ukielewa katika mambo 5 haya kuna kitu kinachoitwa pesa. Nitafundisha hapa Jumapili moja. Sasa usiponielewa kwenye wakati huu, hutanielewa katika swala la pesa. Nitakupa pesa ilivyokuwa na uhai. Nitakueleza fedha kwa undani kabisa. Nitakufundisha hili jambo. Najua kanuni za pesa. Nimejifunza elimu ya pesa, naijua pesa. Tuko pamoja na Mungu. Pesa naijua. Nimejifunza kanuni za pesa, naelewa pesa.
pesa ilivyo. Usipokuwa na akaunti, pesa ni hatari sana. Tuko pamoja? Hatari pesa. Nikijagusa kipengele hicho, labda cha 5 au cha 4, utanielewa vizuri hapa. Tumia wakati vizuri kwa nao. Amen. Tumia wakati vizuri. Na kama una uwezo kidogo, fungua akaunti 2. Kuna ile ambayo lazima ukafunge safari uweke foleni. Yaani ukiweka la yako unapewa adhabu ya kusimama. Hiyo ndo nzuri, itakufaa. Maana ukipiga mahesabu kwanza kufunga msururu, unaona unakata tamaa. Acha ile ambao unatembea tunakaitini, unaenda tu pale kwenye kadude. Haya, leo hii kwenye masimsimu zetu hizo kwa nyumbani, si kwenye asari ya CRDB. Haya, si nini ile wanaita, si nini wanaita nini? Haya pale uko hapa tu chap tayari umeingiza hela 500. Wakala nipe hela, achana na hiyo. Weka ile kukusababisha ukae foleni. Hiyo kaweka hiyo, utakuja niambia kesho kutwa. Sawa? Mimi nakuona wewe ni mzee, sikuoni kufa. Sawa, tuko pamoja? Sioni kaburi la mtu kijana, naona kaburi la mtu mwenye miaka 100 na pointi. Tuko pamoja chawala? Sioni kaburi la mtu kijana mwenye ndoto, mwenye mipango. Hivi nafikiri ukifa wewe bwana mdogo, una mipango mingi, kwanza hata hujaoa, si utamtia sara binti wa watu? Sheri wishi leo. Maana kwanza ukifa ingali kijana pia ni hasara. Una mipango mingi. Kuna siku moja nitembelea makaburi fulani, nikaangalia, siwafichi wanangu, nilikaa kwenye kaburi moja la kijana amekufa na miaka 25. Nikasema Mungu, kijana alikuwa na mipango, alikuwa na ndoto. Hizi ndoto zake zote najua ziko hai. Hizi eza makaburi yote, mipango ya wote vijana yaje kwangu, maana natakiwa itendewe kazi chini ya jua, iko chini ya udongo. Ni hasara kubwa sana. Ni hasara mno. Mnapoendaga makaburini, achana na yule. Angalia vibao, ana miaka 25, ana miaka 30, ana miaka 40, bado alikuwa na ndoto, alikuwa na mipango, alikuwa na malengo, alikuwa anataka engineer. Si imekuaje? Amekufa na engineer wake, amekufa na pango lake nayo, yale yamezikwa, hayataonekana tena. Nasema Bwana, vipo hivi vije kwangu, ni vitendee kazi, vitembee, maana vinahitaji kusawisha chini ya jua, mipango na wakati. Tuko pamoja tu Mungu. Shangilia siku somo kwa makofi mazuri ya shangwe. Hebu nisomee Efeso 5:16. 5:16. Anasemaje? Mkiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni za uovu. Tukiukomboa wakati. Komboa wakati, mwana wa Mungu. Wakati unao. Usifukuzane na mambo yasiyokuwa na maana. Una maana hapana. Mimi sielewi kabisa, sielewi. Yaani sielewi, nasikiaga vibaya. Naambiaga sana wachungaji wangu kwenye jimbo langu la Tanga Magharibi. Naambia mimi simuelewi mchungaji. Amekaa mjini kule, ana kazi ya kucheza draft mchungaji. Sala kwanza anacheza draft, anagiza kahawa, kombe kwanza linaisha. Anacheza draft, anaangalia pale. Wewe kweli mchungaji kweli umekaa? Sipati picha. Ni zurule tu mjini kama sina cha kufanya. Sipati picha. Tuko pamoja? Angalia muda wako. Watumiaje muda? Watumiaje muda? Mungu amekupa muda, unautumiaje? Tuukomboe wakati, maana unapita. Wako waliokuwepo wamepita na wakati, na sisi ni wakati wetu. Tunautumiaje huu? Kwenye maisha yako ya kawaida unautumiaje? Maisha yako ya kawaida unautumiaje? Unatumiaje mwana wa Mungu? Muda wako unautumiaje? Maisha yako ya kawaida. Sasa, kwa sababu hiyo, usikubali mtu akamate wakati wako. Kwa sababu gani? Kwa sababu baraka zako zimefungwa kwenye muda. Baraka za mwilini, baraka za rohoni zimefungwa kwenye muda. Sawa? Yaani muda wako ndio umebeba baraka zako. Wautumiaje? Tuko pamoja? Wewe kama umejiajiri,
huo muda wako wa kujiajiri unaotumiaje? Leo tuna masimu yanaitwa kiganja mkononi, sio nini? Tunafahamu janja nini? Mkononi. Unaweza kashangaa unatumia vitu vingi visivyokuwa na maana. Na kati muda wako, mafanikio yako, uchumi wako, kustawi kwako kuko ndani ya muda. Yaani muda umebeba ustawi wako wa kiroho. Muda umebeba ustawi wako wa kimwili. Sawa watu wa Mungu? Watumiaje muda kwa ustawi wako wa kiroho? Watumiaje muda kwa ustawi wako wa kiroho? Watumiaje muda kwa ustawi wako wa kimwili? Wakati wa kazi, chapa kazi kuliko maelezo. Yaani fanya kazi katika hali ya ubunifu, hali ya juu sana. Leo hii hizi simu janja mikononi zina mambo mengi sana mazuri, zina mambo mengi sana mabaya. Utatumiaje muda kwa ulimwengu wa leo wa sayansi hii na teknolojia inayosonga mbele yenye mambo mengi ambayo hatuwezi kukwepa? Lakini tunaendaje na huu ulimwengu? Tunatumiaje muda huu katika ulimwengu tuliokuwa nao leo? Tunautumiaje? Nataka ustawi kimwili, nataka ustawi kiroho, lakini bila kutumia muda vizuri itakuwa ni shida, ni hasara kubwa. Usikubali mtu yoyote acheze na muda wako. Kuna watu ambao mimi nawapenda wawili katika wengi wasiojua kucheza na muda. Wa kwanza ni msusi. Msusi ukikaa njoo kusuka na wote mmesukwa jana, mmepanga pale, anataka kumaliza haraka. Anajua kwa mtindo huu shilingi 7,000, kwa mtindo huu 15,000, kwa mtindo huu shilingi 20,000. Unashangaa hasemi napiga story, yeye anaongea kile mikono yake, umemaliza umeondoka, umempa hela yake. Hakuna asiyepoteza muda kama msusi. Ni wasusi si kweli? Anapiga gumzo, anaongea, lakini mikono inafanya kazi. Wa pili ni kinyozi. Hata kama kakuwekea TV mnaongea, mashine nywele, niachie buku yangu muondoka. Katoto kako shilingi 500. Yaani hachezi. Hawa wanajua kucheza na muda. Sawa? Hawachezi na muda, wanakwenda na muda. Sasa wewe mwenzangu mimi, unakubali unatoka zako nyumbani, umekaa na mwenzako masaa 4, unapiga story hazina hata maana. Maana yake yule anayekuja kwako, anayekupigisha story ambazo zina maana, yule amekamata muda wako. Mwambie sikiliza ndugu yangu katika Bwana, tumeongea nusu saa. Mimi naomba ondoke niombe. Naomba ondoke nisome Biblia. Sawa? Mwambie ndugu yangu ni kweli tumeongea, lakini muda wa maombi naomba niache, nitachelewa ibadani. Lakini bila kumwambia hivyo, huyu anakamata muda wako uliobeba mafanikio ya kimwili na kiroho. Mwambie inatosha ndugu yangu, tuonane ibadani. Sawa? Muda wako usikubali ushikwe na mtu hivi. Haurudi nyuma. Haurudi nyuma hata mara moja. Tumia muda vizuri. Amen. Shetani hutumia muda, na hii ndiyo miongoni mwa kanuni au silaha anazozitumia. Mojawapo ni muda. Shetani anajua nikimzidisha huyu, nikimkamata kwenye muda, nimemvuruga mipango. Shetani yuko makini sana. Ufunuo 12:12. Shetani hutumia muda. Hii ni miongoni mwa silaha anazozitegemea. Mojawapo ni muda. Nikimkamata kwenye muda huyu, nimemaliza. Isome Ufunuo 12:12. 12:12. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo. Ole wa nchi na bahari. Ole wa nchi na bahari. Kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu wenyewe. Ibilisi ameshatupwa kwenu. Mwenye ghadhabu nyingi. Ana hasira. Akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Anatambua wakati wangu ni mchache, sipotezi muda. Shetani mjanja sana. Unaweza kushangaa mtu wa Mungu amekaa badala kutafakari, alafu leo samani wanangu nawapenda kwa nia njema. Unashangaa vijana wamekaa leo wana magari kwenye simu, wanakaa wanacheza game. Nimemgonga gay, nimempita twi honi. Nyinyi watoto nawaonea huruma, mapoteza muda.
akili na fubaa, uwezo wa kusoma neno haupo. Ukimwangalia kwenye simu yake, ikiwezekana hata haja download Biblia ya aina yoyote, haja download, haipo. Ukikuta bibi wanagongana kabisa, ajali. Bwana amekugonga, wewe mtoto na akili. Una akili kweli? Badala ukatafuta hadi Mungu, maisha haya nataka nayo mpaka lini? Ndugu zangu, wanangu, mnaponiona baba yenu napenda kulia wakati na struggle niko na huyu mama huyu. Kila nikiangalia maisha, nikitupa mbali macho, sipati picha miaka 20, miaka 30, miaka 50, miaka 60, miaka 70, miaka 80, miaka 100. Miaka 100 yangu itakuwaje? Sipati kwa sababu sijefika. Sawa? Naangalia mwenye miaka 100 leo yukoje hapa. Na mwangalia mwenye miaka 50 leo yukoje hapa. Na mwangalia mwenye miaka 60 leo yukoje hapa. Na mwangalia mwenye miaka 80 leo yukoje hapa. Na mwangalia mwenye miaka 90 yukoje. Natupa picha kwa yule, natafuta mwenye miaka 90 mwenzake yukoje. Hawa ni watu wawili tofauti. Mwenye miaka 90 na mwenye miaka 90, ukiwatafuta kuwaweka, utaona mwenzake bado amesimama, amenyoka namna hii, mwingine kashapinda hivi. Sasa najuza, je, na mimi nitapinda au nitanyoka? Sina majibu, maana sijafika. Sawa? Lakini ukimuuliza alikuwa kanyoka, leo yuko hivi, je, nitapinda au nitanyoka hivi? Sina majibu. Majibu nitakuwa nayo nikifika miaka 90. Naona huruma nikiwa na miaka 90 nimepinda, nalia machozi. Nitafurahi nikiwa na miaka 90 nimesimama, nitapiga makofi na kushangilia. Tuko pamoja? Sasa unapokaa tafakari hayo, utamwambia Mungu. Wako ambao hawana Mungu wamenyoka, wamesimama, hawajapinda mgongo. Lakini wako ambao wameshapinda, na inawezekana sasa hivi hapo umeshaanza kupinda kisiri. Naona miaka 45. Ikifika miaka 50 itakuwaje? Judy. Tuko sawa? Muulize mzee Mbirwa mwenye miaka 70 na kitu, awatafute wenzake wako hivi. Kanyoka. Una haki kumwambia Mungu, leo ana miaka 70 bado amenyoka, na kitembea unamwona kanyoka. Bora amefika umri huu, hapindi tena huyu mzee. Bado utu wa mgongo umekubali kusimama. Lakini ingekuwa ameshaanza kwenda hivi kidogo, mchungaji bwana sio sana, yana anajikaza tu, yeye ameshakula kwake, lakini hayupo. Sasa hayo ndio mambo ambayo kijana ukikaa, pata macho mbele, usirizike tu. Tuko sawa sawa? Mimi sipendi kuona haya. Ni kweli kabisa, mekariri. Fikiri leo maisha yangu kesho atakuwaje. Wewe ni baba kesho kutwa, unategemewa kanisani, watumiaje muda wako? Ndio inatokea mama na baba wote mnaendesha magari chumbani, si mna matatizo ya akili? Mama baba amegonga pi, mwalimu ndasema heri usio mwalimu. Mama bite gari, baba gari, ji baba nimegonga nimegonga pi. Ni watoto. Tutumie muda tuliopewa. Nyinyi mna wakati mgumu kuliko enzi yetu. Sisi tunapata ufahamu, tuna TTCL. Ndio mpaka ufunge safari no weke na koli kwa lenzi. Lakini leo nyinyi mna haya mikononi. Mungu wa Israeli, Bwana wape neema katika jina, sema amen. Yapokee kwa furaha, sema haleluya. Sije mumpo, tumieni muda vizuri. Na wapenda, muda haurudi nyuma. Tulitoka kwenu. Hawa wazee wamepitwa na wakati, tuko ndani ya wakati. Tunajua wakati uliopita, sasa tuko wakati wa pamoja. Tumepitwa wakati wote, tuko tarehe 16 mwezi wa ngapi? Umetupita vipi? Ingekuwa tarehe 17 sawa. Wazee wamepitwa na wakati upi? Wakati ni huu.
mwaka ni huu, mwezi ni huu. Upi? Hamjatupita. Sema amen. Tumia muda vizuri. Usipoteze muda kwa mambo yasiyoweza kukusaidia, mambo yasiyo na ufumbuzi. Achana nayo. Yaani usikubali kupoteza mambo na muda, mambo ambayo hata kusaidia baadaye. Kama kuna mambo ambayo hayana ufumbuzi, mambo ambayo ni magumu, wewe usikupotezee muda. Hayo mwachie Yesu. Mwambie jambo hili ni gumu. Ndugu zangu sikiliza. Wanangu, nielewe hivi. Baba yenu nimejitengeneza kisaikolojia. Wakati nasoma kitabu fulani cha Mkorea mmoja, akasema hivi: watu wengi Korea wana msongo wa mawazo. Sawa mzee Shawala? Sasa hivi kwa umri wako na kushauri, yale ambayo yako nje uwezo wako mtupie Yesu. Simama yale ambayo unayaweza, hutapata stress zozote. Kwamba hili liko nje muda wangu, usijilazimishe. Mwambie hili naliacha. Nilikuwa na uwezo nina miaka 40. Nilikuwa na uwezo nalo na miaka 30. Leo naliacha. Yesu, beba hili, nafanya ambalo ninalo, alafu lala kwa raha zako. Sawa? Nisikizeni watu wa Mungu. Wewe ni mali ya Yesu. Wewe ni mali ya Yesu. Mimi sikubebi na kubebesha kwa Yesu. Tuko pamoja? Mnaonaje wote nyenye nikawabeba? Simalizi mwaka na kufa. Mama Chawala, nibebe na mzigo wako. Nitafunga Jumatatu kwa ajili yako. Nitafunga Jumanne kwa ajili yako. Jumatano kwa ajili yako. Alhamisi kwa ajili yako. Ijumaa kwa ajili yako. Jumamosi kwa ajili yako. Jumapili kwa ajili. Nimemaliza hapo wiki hiyo. Naanza tena. Mwezi auishi, shetuli kalala. Kwa nini nife? Nambebesha Yesu. Tuko pamoja? Yale yaliyoko ndani ya ratiba yangu ninafunga na kuomba. Nitatia machozi kwa ajili yako. Sawa? Tuko pamoja? Yale ambayo ni magumu usitembee nayo. Huyu mama tungemkosa huyu kwa uzembe, lakini alielewa. Usibebe wala watoto, waache. Tulijifunza hapa. Yule mnywa pombe anga lake la pombe, mwacha anywe pombe pange jehanamu. Bora unaingia mbinguni wewe, achana naye. Sawa? Tuko sawa sawa? Usibebe mtu. Melewa nyinyi watoto kama shetuli. Msibebe mtu. Chawala tuko, mimi naambia kina Baraka, sibebe mtoto. Nimekuzaa, nimekuelekeza, nimekuwekea misingi mizuri. Shetuli hajui kulea, najua kulea. Nimechapa sana. Kwa umri sasa hivi nikimchapa za kanishika tai. Kwa nini nishike tai? Sikuchapi. Nenda zako. Lakini najua kulea. Sio lazima uingie mbinguni, sio lazima. Sio lazima ingie mbinguni. Sio lazima. Ni mtoto mchungaji, lakini sio lazima ingie mbinguni. Ana haki ya kuingia jehanamu. Maana jehanamu pia inataka watu. Maana ikikosa watu sio jehanamu. Sawa? Menelewa nyinyi watoto. Wewe mjukuu upo. Jehanamu inataka watu. Ukiona uelewi, chapa mwendo, mwache mama kuingia mbinguni. Jehanamu inataka watu. Na watu lazima waingie. Lakini sio lazima wewe. Sio lazima wewe. Sasa haya ukielewa haya, nyinyi ambao watoto mmekuwa kanisani hapa, wazazi wenu nimwambia hawatabeba mizigo ya kwenu. Wataka kwenda jehanamu, nenda jehanamu ipo. Wataka kwenda mbinguni, nenda mbingu ipo. Cheza na wakati wako vizuri. Umeelewa? Likaili tafadhali sana. Simama wewe. Wewe ni nyinyi wajukuu. Una miaka mingapi sasa hivi? Unasoma darasa ngapi? Form 4. Yaani akili yako ianze kuwaza kuolewa na miaka 35. Umeelewa? Kaa hapo. Sawa? Jipange. Leo hii kaka zako hawa vijana hawa hawataki kuoa binti ambaye hana kazi. Una kitu gani? Wajishughulisha na nini? Tumia wakati vizuri. Soma kwa bidii. Tuko sawa sawa? Tunacheza na wakati kama kijana. Ukiona mchezo
Nenda zako jehanamu inataka watu. Tuko pamoja? Narudia tena na wote. Jehanamu inataka watu. Na watu lazima waingie. Lakini Yesu alisema sio lazima wewe ukinywe kikombe, sio lazima wewe unisaliti. Yesu alimwambia Yuda, lakini na haki ya kusalitiwa. Kwa jehanamu inataka watu. Hilo litambue. Kwa hiyo kama nawaambia kwa vijana wangu, nyinyi nimewazaa watu mko hapa. Kama mnataka kinakambio kwenda jehanamu, nenda zako jehanamu. Sitakunyima sembe. Kula sembe lakini jehanamu ni ya kwako. Shetuli ajui kulea, najua kulea sana. Lakini mwenyewe kataka enda jehanamu, nimkataze. Mwache aende jehanamu. Kama atapenda. Tuko sawa? Tumia muda vizuri. Nataka nimalizie haya kipengele hiki. Yale unayo yale ambayo unaweza kuyafanya, yafanye kwa bidii. Yale ambayo huyawezi ni magumu, nisema mbebesha Yesu, mwachie Mungu. Lakini yale ambayo unaweza kuyafanya ndani ya muda, yafanye kwa bidii na kwa uaminifu mkubwa sana. Yale bwana, haya ninayaweza, fanya kwa bidii. Bidii, 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 bidii. Na kwa uaminifu mno. Kwa ajili ya maisha yako ya kesho. Fanya kwa bidii. Wewe ni mjasiriamali, fanya kwa bidii. Chakalika kweli kweli. Mpo ambao mnajifunza, mnatengeneza sabuni za maji. Usirizike sabuni ya maji, tengeneza sabuni ya kipande. Sawa? Nitengeneza sabuni ya kipande ya aina mbili. Kipande cha mbuni na kipande cha magadi. Hapa ninabeba sabuni ya maji, hapa nabeba na sabuni za vipande. Nafanya kipande kikubwa kama kiganja cha mkono. Nani atakayechukua kapisi kadogo namna hii? Anataka kikubwa. Washangaa hela imeingia mikononi. Natumia muda vizuri, lakini ukiwa na account bank, Jumapili kipengele nitakachogusa cha pesa, nitauliza wangapi kwenye account bank? Kama huna, nitakushirikia. Sitakuacha kama baba. Sawa? Menelewa? Seba menelewa? Ukisema huna, utajua shetuli yukoje. Nafundisha swala la pesa. Pesa zima ikae benki. Na ndio maana hapa kuna account ya kanisa. Na sasa hivi kaanza kujifunza swala la pesa. Jumapili nayo nitakaofundisha somo hili nitamleta mtu wa CRDB hapa kanisani. Kuna account ya sadaka. Nataka sadaka, vikundi vyote, idara ya wamama, idara ya watoto, wote mtafungua account ya sadaka. Hawakati hata shilingi, mmeweka shilingi 500, siku mkitaka mnatoa 500 hiyo hiyo. Into account ya sadaka. Nitamuita ndani ya somo langu hili. Idara zote mnafungua CRDB account ya sadaka, imeandikwa hivyo. Aje hapa na siku hiyo mnafungua, mnasikia machawala na mnapeka pesa zenu benki. Mkiziweka huku ndani nitazitumia. Na leo navunja kibubu. Nachukua la zote mpate hasara. Naonea huruma, msijali. Msiyemkazimia hapa. Mkanita kesi kwa mama yenu. Amen. Nitatunzia. Kwa sababu nawapenda. Bwana asifiwe sana. Tumia muda wako vizuri katika kusoma neno. Andika hiyo. Tumia muda vizuri katika kusoma neno. Tumia muda vizuri katika kusoma neno. Kwenye kuomba, tumia muda mzuri wakati wa kuomba. Tumia muda mzuri wakati wa kusubiri hayo uliyoomba. Tumia muda nasubiri muujiza wangu. Tumia muda vizuri katika kuvumilia. Anayevumilia apigi panda, vumilia tu. Chungaji nateseka, vumilia mwanangu usitoke. Tumia muda vizuri katika uvumilivu. Tuko pamoja, vumilia tu. Wakati unaongea, kuna baba moja nilimpenda, alikimbia nyumba yake miaka 45. Anarudi nyumbani amekimbia, kamwacha mke na watoto. Anarudi nyumbani miaka 45, aje nyumbani anambia mke wangu kachoka. Nimekuja mke wangu kakongoroka. Lakini yule mama akamkuta ni bibi, akasema nakupokea mume wangu. Vizee vikongwe wanatiana moyo. Huyo jamaa atarudi tu. Akiwa kakongoroka hana meno, mpokee. Ukimbiwa na watu wa namna hiyo. Muda unaongea, sema haleluya.
Tumia muda katika kuomba. Tumia muda vizuri katika kumwabudu Mungu. Haleluya. Muda uliopewa njoo ibadani Jumatano nao tumia muda. Ni Ijumaa, ni Jumanne, wanakwaya, waimbaji, Jumapili, tumia muda huu ambao tunao wa kuabudu. Sikilizeni wanangu. Kuna kati nasikia uchungu kumtembelea mwinjilisti wangu Kimako. Nikifika pale analia kwa neno moja, baba, na miezi kama 3, 4, 6, 7 sijaja kuabudu. Analia. Na mimi najikuta najizuia, nashindwa na mimi nalia machozi. Moja tu, nataka kuabudu. Lakini changamoto anazokumbana nazo. Hebu fikiri. Kilio chake, nataka nije kanisani niabudu. Nikampa karedio fulani kaliko kusanya Biblia zote. Anasikiliza Mathayo inavyoongea na kadhalika na nini. Maana uwezo wa kusoma hana. Kwa ibidi mtafutike kale kanani nikampa. Anasikiliza Agano la Kale lote kwa sauti na nini. Analia na mimi najizuia na mimi nakuta nalia. Sasa baba analia, mtoto analia. Nani ambebeleze mwenzake? Ngumu. Wakati wa kuabudu abudu. Utumie vizuri. Sawa? Tumia vizuri. Usizembee ibada. Njoo Jumatano na muda tujifunze maombi ya machozi. Njoo. Tunapokwenda kumalizia, mwisho, usimpe adui nafasi katika eneo linaloitwa muda. Adui akikamata muda wako, amekamata baraka zako zote. Amekamata furaha yako. Amekamata amani. Amekamata kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Amekamata shauku ya ndani ya mambo ya Mungu. Usikubali adui akamate muda. Usimame. Usikubali. Nimeongeza za dakika 20, naomba tu nivumilie. Naomba tusimame. Muda mrefu sikuwa na nyinyi wanangu nikisema na nyinyi. Tumeangalia kipengele cha kwanza. Mambo muhimu unapaswa kuwa nayo makini, muda. Adui anatafuta muda ukamateje. Muda ukishapita haurudi nyuma. Akikamata muda wako, amevuruga kila kitu. Unashangaa mtu anakosa muda wa kuomba, wa kusoma neno. Muda wa kusoma neno hana. Ana masaa mengi 24. Na ndio maana wanangu niseme hivi. Usipoteze muda kuangalia tamthilia ile ya wale jamaa ambao wameiga lugha yetu ya Kiswahili. Waturuki wale, hapana. Wanachukua masaa mengi mno. Usipoteze muda kwa ajili ya wale jamaa. Tumia muda wako kusoma neno, tumia muda wako kuomba, abudu, imba nyimbo za tenzi. Imba nyimbo za tenzi. Uko pale mwenyewe, imba kwa sauti. Ukija kanisani, abudu. Tumia muda vizuri. Muda wako umebeba maisha yako. Ndio maana nakufundisha na kuombea uwe na pesa, lakini zisikae nyumbani. Zikae nyumbani chache, nyingine zikae benki. Nitakapokupa kutumia pesa vizuri, hapo nitapaeleza. Utanielewa vizuri. Ndio maana kwanza nianze na muda. Muda ndio uleta pesa. Nitaongelea swala la afya hapa katikati. Jinsi ya kutumia afya yako vizuri. Afya ni mtaji. Afya ni mtaji. Nafahamu kwa sababu kuna wembe ulipita kwenye tumbo langu hospitali. Najua afya. Nilipita changamoto za magonjwa, najua afya.
baba yenu nilifanya uzembe fulani, mama yenu anajua, kwa habari ya kucheza na afya, ili nigharimu sana, ili nigharimu mno. Tutajifunza huko mbeleni. Wakati umefumba macho yako, naomba tumia muda wako vizuri mwanamke. Tumia muda wako kusoma neno. Tumia muda wako kuomba. Tumia muda wako kumwabudu Mungu. Tumia muda wako kuja ibadani. Tumia muda wako katika shughuli mbalimbali. Nikishagusa swala la pesa, nitaongelea swala la kazi, swala la ujasiriamali, kwamba pesa haiwezi kuja bila kufanya 1, 2, 3. Hapo tutajifunza vitu vingi, kwamba pesa haiwezi kuja bila chanzo. Huwezi kukamata samaki bila kutengeneza mazingira samaki akamatike. Yako mazingira mengi kama 5, 6 hivi. Hayo pia nitawapa mfano wake. Samaki anakamatika. Ndivyo ilivyo. Mungu amekupa muda utumie vizuri. Usikubali kulala nyumbani bila kuja ibadani. Usilazwe nyumbani na ugonjwa. Hapana. Ukilala nyumbani kwa ajili ya ugonjwa, umejipa hasara. Kama anakufia moyo, nenda fia kanisani. Wacha nikafie huko. Na hapa sio kitengo cha kufa, cha watu kufa. Ni eneo la mtu kuhuishwa. Wakati umefumba macho yako, hebu sema maneno nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nipe neema. Umenipa muda, una faida na muda huu. Nipe neema kubwa kutumia muda ulionipa kwa ajili yako, niweze kuwa na matokeo kwa ajili yangu. Nipe neema kwenye uaminifu kwa ajili ya muda, kwa yale ninayopaswa kuyafanya ya kwangu kibinafsi, yenye kuleta faida kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu. Nipe neema kutumia muda vizuri, nikijua iko siku utanidai muda ulionipa nimeutumiaje. Mungu atakudai muda aliokupa. Atakwambia, nimekuweka duniani kwa miaka kadhaa, umetumiaje muda wako? Mungu atakudai. Mungu atakudai. Ulitumiaje muda kuomba? Ulitumiaje muda kusoma neno? Ulitumiaje muda kumshuhudia jirani yako? Ulitumiaje muda kwenda ibadani ukajiachilia kwa ajili yangu? Nimekupa muda. Mungu atakudai muda. Mashetani anaabudu. Kwa nini wewe usiabudu? Mashetani analia machozi. Kwa nini wewe usilie machozi? Mashetani anagaragara huko. Kwa nini tusigaregare katika ufalme wa Mungu aliye hai? Tunapopewa muda na Mungu tuutumie. Muda ni mtaji. Muda ni uhai. Pasipo muda hakuna uhai hata kidogo. Katupa Mungu muda huu, tunautumiaje? Nikupe dakika chache za kupaza sauti mbele za Mungu. Mwambie Mungu katika haya, kama ulikuwa mzembe katika muda, mwambie Mungu, ninatubu, nisamee. Nisamee kwa kucheza na muda. Sielewi wanafuaga nguo Jumapili. Jumamosi ulikuwa wapi? Jumapili anatoa lundo la nguo mpaka unachelewa kanisani. Jumamosi muda uliutumiaje? Tumia muda wako vizuri. Ukitumia muda utakuwa makini. Hutachelewa ibadani hata siku moja. Wewe ni mtumishi wa serikalini, umepata muda hata kama ni saa 11, kimbia kanisani, njoo utumie hivyo hivyo. Hata kama saa 11:30 ingia, utapata cha kwako. Wacha muda huu nikimbie nyumbani kwa Mungu, nikamsikilize Mungu anayenipa neema. Tumia muda huo. Wewe ni mjasiriamali, njoo na ujasiriamali wako kanisani. Tumia muda katika kuabudu. Tamka maneno mwenyewe, omba, tupase mbele za Mungu. Hebu mwambie Mungu, kwa kadiri ambavyo umejifunza katika eneo hili, kumbe shetani anajua muda wangu ni mchache. Wewe muda wako ukoje?
Paza sote mbele za Mungu. Paza sote mbele za Mungu. Mwambie Mungu aliye hai, nipe neema kwa muda ulionipa mimi kama kijana. Kuna muda wa uzee. Kuna uzee mzito mbele yetu. Mliovuka nusu karine. Minusu karine miaka 50. Umeshapiga hodi katika uzee. Kuna uzee mzito mbele yako. Lakini kabla hujafikia, unatumiaje muda huu? Bado memory yako ina uwezo wa kutunza kumbukumbu. Endelea kupaki vitu katika fahamu zako. Macho yako yana uwezo wa kusoma neno. Bado una uwezo wa kupanda milima na mabonde, kutembea. Tembea. Kuna wakati unaongea. Mwambie Mungu, nipe neema kutunza muda wangu vizuri. Utumie muda Mungu aliyokupa. Tumia muda kwa mambo ya rohoni. Tumia muda kwa mambo ya mwilini. Una mwili wa damu na nyama. Omba, mwambie Mungu, nipe neema kubwa mno kwa muda ulionipa. Wewe ni mtumishi huko serikalini, mwambie Baba, nipe neema kutumia muda huu kuliko melezo. Mwambie nipe neema kubwa sana, nisiucheze. Kama ambavyo leo utakwenda kuangalia watu ambao wanachezea pesa kizembe. Huko tanielewa, utalia machozi. Utamwona Mungu atajirishi, Mungu anatajirisha. Utamwona Mungu ainui, Mungu anainua. Tatizo ni nini? Muda. Baba Mungu, katika jina la Yesu, naomba neema yako kwa watoto wako. Kwa neno hili Mungu, kila mmoja mpe neema leo. Atoke akuthamini muda ambao umetupa. Jumapili kama leo umetupa muda wa kukuabudu. Tupe neema kubwa kukuabudu kwa raha. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Hata yule ambaye alikuwa na muda wake anauchezea tu, mpe neema kutumia akili na ufahamu uliompa namna gani ajipambanue kwa kina na mapana. Katika jina la Yesu. Sema asante Yesu. Nipe neema kubwa kwa somo hili, kutumia muda wangu vizuri kwa faida yangu na faida wengine, kwa faida ya maisha yangu ya kiroho na kimwili pia, katika jina la Yesu. Amen. Naomba uketi. Baba Mungu, nakushukuru kwa sababu ni mwema, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naomba kwa dakika chache mnisikilize, baada ya kutana nyumbani. Matangazo haya ninaleta mwishoni. Siyapendi sana, lakini